wale mko pande ile. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen, amen. Ninawapenda. God bless you. I see you. Ninawaona. Mungu awabariki. Wale mlio pande ile, Mungu awabariki sana. Amen. Welcome to New Heights. Naambia mtu karibu kwa upeo huu wa juu. In the name of Jesus. Word of Life is a family of Jesus. Na tunampenda Yesu na tunakupenda. Endapo ni mara ya kwanza umeingia na hata labda haukusalimia, isikusumbue. Bwana Yesu asifiwe. Wewe si mgeni. Wewe ni mwenyeji. Karibu kwa jamii hii ya Yesu na Mungu akubariki. Kama ni mara ya kwanza na una connect na sisi online, tunapenda tukukaribishe na ukapate kubarikiwa. Tunaamini Yesu Kristo na tunaamini Bwana atakutendea mema. Popote pale ulipo, uwe Kenya, uwe Taveta, uwe nje, watu ambao mko US na wasalimia kwa Kiswahili, wale ambao mko Qatar, nilisikia demand yenu na wasalimia mnajua Kiswahili. God bless you so much. Tumpigie Yesu Kristo makofi mazuri tunapokaribisha. Popote pale ambapo unatutazama umejiunga pamoja nasi, Mungu akubariki sana na karibu sana. We love you and we bless you. Jesus Christ has given us a global ministry. Ni huduma ya ulimwengu wote na kwa njia hii tuna connect na wewe. Lakini naamini hivi karibuni Mungu ananilete kwa mji wako. We are coming to your city very soon in the mighty name of Jesus Christ. So God bless you so much. Amen. Fungua nami katika kitabu kile cha Mathayo 12. Ninataka niongee nawe kama vile Roho Mtakatifu ameweka katika moyo wangu kwa dakika hizi chache, na maisha yako yaende yakabadilika. Kwa hivyo nisikilize vizuri sana kwa makini. Kama unaweza kuandike mahali, andika. Na kama uwezi kuandika mahali, fuata tena mahubiri haya, uyasikilize tena. Hili ndilo lile neno umekuwa ukingojea. Maswali umekuwa ukiuliza yako kwa hii mahubiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Ufunguo ambao umekuwa unangojea mlango ufunguke. Kuwa makini tu, usikubali shetani adistract your attention. Usipitwe. Bwana Yesu asifiwe sana. In the name of Jesus Christ. Kwa sababu wengi wenu mna ukuu ndani yenu. Tayari aliye ndani yako ni mkuu sana kuliko yule wa ulimwengu huu. Ni ukuu upi, ni upeo upi akitaka ufike uwezi ukafika? Ni meza ipi ya ukuu aliye ndani yako akisema uketi uwezi ukaketi? Bwana Yesu asifiwe sana. Kama kuna mwingine anasema tofauti leo, anaenda kutangazwa ni muongo. In the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Mathayo 12:37. Itakuwa muda mfupi vile Bwana atanisaidia, kwa hivyo nisikilize kwa makini. Tusome pamoja Matthew 12:37. Maandiko yanasema, kwa kuwa kwa maneno yako utahesabiwa haki na kwa maneno yako utahukumiwa. Hallelujah. Kwa kuwa kwa maneno yako utahesabiwa haki na kwa maneno yako utahukumiwa. Hallelujah. Fungua nami tena Wakorintho wa pili 4:13. Screen zetu hazijawekwa, tulikuwa tuweke wiki hii. Tusamee, fungua tu Bible yako. Wakorintho wa pili 4:13. 2 Corinthians chapter 4 verse 13. Hallelujah. 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 Lakini kwa kuwa tuna roho ile ya imani, kama ilivyoandikwa, naliamini na kwa sababu hiyo nalinena. Usibashakane. Sisi nasi tuamini na kwa sababu hiyo twanena. Nitaambia tena. You have to get this. Shika hii. Lakini kwa kuwa tuna roho ile ya imani. Angalia the spirit of faith. Vile roho ya imani inafanya. This is how the spirit of faith functions. Munanisikia? Kuwa makini. Maandiko yanasema kwa kuwa tuna roho ile. Kama ilivyoandikwa wapi katika Old Testament? Iliandikwa kwamba naliamini na kwa sababu hiyo nalinena. Na kwa sababu hiyo, Bwana Yesu asifiwe sana.
sisi nasi twaamini, na kwa sababu hiyo twanena. Munisikilize word of life. Maneno yana nguvu. Maneno yana nguvu. Yeah. Maneno yana nguvu. Unayoyasema ndio yasema tangu asubuhi. Maneno yana nguvu. Nisaidie, mwambie jirani, maneno yana nguvu. Yes, maneno yana nguvu. In fact, mimi wanasema hivi, ulimwengu huu unaendeshwa na maneno. The world is word activated, is word driven. Bia mtu ni kweli. Maneno yanapoachiliwa, ulimwengu una respond. Unaishi mahali unaishi kwa sababu ya maneno. Unafanya kile unafanya kwa sababu ya maneno. Number 3, nasema hivi, maisha huitikia maneno. Life is word programmed. Nimesema the world is word activated. Nimeanza na mwani nikasema words are powerful. Number 2, nimesema the world is word activated. Ulimwengu unaendeshwa na maneno, unaitikia maneno. Na 3, nimesema maisha unayoishi yako programmed na maneno. Uko vile ulivyo, you are a product of words spoken. Either umejinenea ama yamenenwa. Kuna mtu penda blue, nguo za blue. Hii blue kwa sababu kuna siku mahali fulani mtu uliyempenda alikwambia unapendeza ukiwa umevaa hiyo nguo ya blue, na kutoka siku hiyo ukapika blue na ukapenda nguo za blue. Unanifuata vile nasema? Mwingine akakwambia ukisuka hivi unasuka, you look beautiful, na tangu siku hiyo unasukagwa hivyo. Life is word programmed. Who programs your life? Lakini pia si maneno yote mazuri, si ni kweli? Si maneno yote mazuri. Mwingine akaja kwa mwingine akamwambia, wewe huwezi ukafaulu hata usome namna gani, unaharibu muda wako, na akachukia elimu. I am telling you facts of life. And unless unakaa kwa mwezi, maneno ninayoyasema kwako yanakuwa strange. Lakini sote tunakaa hapa duniani, maneno hayo si ya kweli. Ndio maana unasikia mtu anamwambia mwenzake, wacha kuniambia maneno ya kunivunja moyo. Unasikia wanasema twende tukamtie moyo. Wanatiwa na nini? Si yako na moyo na maneno. Life is words programmed. So ni nani ana program yako? Bwana Yesu asifiwe sana. Maneno, maneno, maneno. Maisha, uzima, maumbile yalianza na neno. And so it is with the way of men. It is with the way of life. Where there are no words, man suffers. Akiwa hawezi ongea, anasuffer. Na ndio unaona anatafuta mbinu zote aweze kuongea kama ni Mungu. Pasipo na perception ya maneno, asipoweza kusikia maneno, ako kwa shida. Maana ni kiziwi. Niamshie jirani, mwambie life. Kiingereza tu mwambie life is words programs. So
sifundishi kuhusu maneno na sijakuja kuongea kuhusu maneno tu, lakini neno moja ambayo watu naita amina. Amen. Only that one word ndio nataka tuangalie kwa few minutes. Hallelujah. Amen. Kama hivyo umesema. Amina ni neno la Kiebrania. It's a Hebrew word. Lakini kila lugha duniani uliozaliwa nayo na itaga ya mama ama uliofundishwa na yule mwalimu, kama mwalimu Kaleke alinifundisha Kiingereza nikiwa standard 2. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui ni mwalimu yupi, lakini lugha yoyote ile ulio nayo iko na neno linaitwa amina. Kiingereza wanaita yes. Waibrania wanaita amen. Kiswahili tunaita ndio. Kikwenu mnahitaji? Kikwenu kingine mnahitaji? Muulize jirani, help me. Mnahitaji hiyo neno ya amina kwenu? Umo. Sawa. Nani mwingine? Mnahitaji kwenu? Hao wamesema nimesikia umo. Nini nyingine iko? Sema nebuo. Pigia Yesu makofi mazuri. Hakuna neno isilo na neno hili. Kwa Waebrania wanaposema amina, kama vile kwa lugha nyingine yoyote, maana yake ina maana 3. Hallelujah. Na kabla nitaje maana 3, naomba nikwambie hivi. It is so powerful in Hebrew. Kwa Kiebrania neno hili lina nguvu sana, kwamba Kristo mwenyewe katika ufunuo anafunuliwa kitu amina. The amen. The amen. Yeye ambaye ndio, yeye ambaye ni huo, yeye ambaye ni that is found in Revelation 3:14. Bwana Yesu asifiwe sana. Now neno hili huwa lina significance ama lina maana 3. Na ndio nataka nikwambie. Number 1, sikiliza vizuri na uandike. Wakati unasema ni huo, wakati unasema amen, ni maneno. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni lile neno. Maana yake kitu cha kwanza ni kudhibitisha maneno yale yamenenwa kwamba nimeyaelewa. Lile neno aliitikii pasipo maneno, isipokuwa kwa Kristo. Yesu Kristo ndiye alilitumia kabla hajasema yale maneno. Na likitumika kabla ya maneno, maana yake kama vile alikuwa anasema verily verily, verily verily ni amen amen, I tell you, ninawaambia. Amina amina, ninakwambia. Maana yake maneno ninayokwambia ni firm, ni established, ni ya kweli. Na akisema moja ni hivyo, akisema mara mbili ni kwamba kuwa makini kile naenda kusema. Kwa hivyo ni neno ambalo linaitikia maneno. Ukisema ni huo, ukisema amen, maana yake nina confirm, ninadhibitisha maneno hayo nimeyasikia, nimeyaelewa. Number 1. Number 2, amen ni neno ambalo linasema nitatii. Nimeelewa number 1, lakini number 2, nitatii. I will be obedient. I assert sincerity over those words. Nitatii. I say yes sir, maana yake nimeelewa. I say yes, maana yake nimekubaliana na hayo maneno na nitayatii. Number 3, I invoke. Hii ya 3 ndio na nguvu. Wakati unasema ndio, maana yake, na nasema Kiingereza nitarudia kwa Kiswahili, I invoke fulfillment of those words over my life or over that situation.
ninaanzisha, ninaachilia, ama nguvu iachiliwe ya kutimiza hayo maneno ambayo yamesemwa. Kwa sababu nimesema amina, yale maneno yamesemwa, nguvu iachiliwe yatimie. Ayaya. Hai shakabose keleka. Now, neno hili amina, kwa maneno yote yanaweza yakawa, lakini neno linapokuja linasema ndio, linasema amina, maana yake ni neno linasema iachiliwe nguvu. Ni neno ambayo iachiliwe nguvu. Ninakubaliana, nitatii, na nguvu iachiliwe itimie. Aidha nguvu katika ulimwengu wa roho, ama nguvu ya mfuko, ama nguvu ya misuli, whatever it is, meaning kwamba now I give permission. Ni neno ambalo linatumiwa ku reinforce kile kimesemwa. Ni neno ambalo la muhimu sana, kwa sababu linathibitisha maagano. Ndio kiunganishi cha makubaliano, ndio kiunganishi cha maagano. Maagano hayatimii pasipo kaneno haka kadogo kanaitwa amina. Sema amina. In other words, it gives power, way to accomplish the agreement. I will take that again. It gives power, way, or permission to accomplish the agreement. Upatia nguvu, nafasi kutimiza makubaliano. Na ndio nimesema amen. Katika viapo, maana ni makubaliano, covenants ukitaka. Harusi zinapokuwa, harusi ni covenant, agano ambalo linaheshimiwa namba 2 na Mungu kwa maagano mengine yote. La kwanza ni agano la msalaba. Agano la pili ambalo Mungu ananiheshimu sana ni agano la ndoa. You don't play around with marriage. Mnanisikia? Mulio katika ndoa na msio katika ndoa. Na ndio maana wanakuja mbele za Mungu na wanaulizwa maswali. Utamtunza huyu, utamtunza, utatembea naye katika mavazi na yule jamaa anasema I do. Amejifunga. Umeelewa? Amejifunga. Msichana anauliza utatembea na huyu jamaa na hiyo yake nzuri, hata siku ile atamea kipara, hata siku ile hata tubadileni itakuwa na yeye. Anasema I do. Wanaume umea kipara. Usiangalie sana. Wana stress sana. Na mimi ubadilika. Wamama uchange, wababa uchange. So unaulizwa siku ile atabadilika utakuwa. Unasema kaneno kadogo I do. I am telling you the truth. Milele yote ukiishi duniani atabaki kuwa mumeo. Ukisema hapana, sote tutasimama, pilau itasimama, shangwe zitaisha na harusi inakatika saa hiyo. I'm telling you amen is powerful. I'm telling you amen is powerful. Maneno yanaweza yawepo, lakini mpaka iwe kuna amina. Kwenye maandiko, andika katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Kwanza, 1 Chronicles 16:36. Utaona pale anasema na ahimidiwe Bwana Mungu wa Israeli tangu milele hata milele. Na watu wote wakasema amina. Kwamba milele na milele Mungu huyu wa Israeli atahimidiwa. Itopo sisi ni wa Israeli, Mungu huyu ambaye ameitanishwa nasi kati yetu atahimidiwa siku zote, miaka yote. Kwa nini? Kwa sababu kuna maneno yametangulia yanasema ahimidiwe, na watu wote wakasema nini? Amen. Bwana pandea msema. Na watu wote wakasema nini? Amen. Kumbukumbu la Torati 27:15.
Kumbukumbu la Torati 27:10. Na alaaniwe mtu afanyaye sanamu ya kuchonga au ya kusubu machukizo kwa Bwana, kazi ya mikono ya fundi, akaisimamisha kwa siri. Na watu wote wajibu waseme amen. Bandile ndio wamesema amen. Ili Israeli wakajifunga kwa hayo maneno, na tangu siku hiyo walisema amen, ikakuwa kwao ni hatia, ikakuwa si hatia, ikakuwa kwao ni laana kama mtu atachonga kinyago na akisimamishe hata kwenye siri. Kwa nini? Katika ulimwengu wa roho kuna makubaliano, na hayo makubaliano yana kiunganishi. Hicho kiunganishi ndio kinafanya hayo maneno yaitwe makubaliano. Kiunganishi kinaitwa ndio. Sema amen. Pasipo kusema amina, kukubaliana na Mungu, hakuna kitu kinatimia. Ndio maana tunaambiwa tuwe na imani, na imani yetu inasema amen. Unasikia ahadi za Mungu ni kweli na ni amina. Are we together? Hapo chini ukiendelea kusoma utaona na hizo laana vile zinateremka. Na mimi naomba nikuulize swali ninapoendelea, kwa sababu amina inaashiria kwamba tumekubali, nimeelewa, nitatii, nguvu iachiliwe, mambo yaanze kutendeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Mambo yote kinyume na maisha yako, ni nani aliyesema amina? Ni wewe ulisema amina. Ni wewe ulikubali usiwe na hela. Ni wewe ulikubali usipate ajira. Nauliza, ni wewe ndio ulikubali maisha yawe vile yalivyo? Na kuuliza kama ni wewe. Si mnijibu ni wewe. Ukasema mimi nakubali nisikaage na hela, nikitafuta ajira nisiwe napata, nikienda kulima niwe najaribisha nisiwe napata mazao. Ni wewe ulisema. Na inatendekaga, si ndio Maana yake kuna mtu alisema ndio kwa hali kama hiyo ya maisha yako. Sema Umaskini unapokuja, mambo maovu yanapokuja, naomba nikueleze hivi, hakuna kitu inaitwa bahati. Someone engaged entities, powers in the spiritual realm ambazo wazinaamua vile huku duniani kutakaa. Kuna mtu alihusika. Nasema kumbuka nimekuambia maisha yako program na maneno. Kuna mtu alihusika mahali, kwamba mpaka hapo umefika nyumbani kwenu wakuja waingia pikipiki kagari na sio kwenu. In the name of Jesus. Kama zilikuwa na ziko leo, what happened? Usiseme ilikuwa ni bahati baba alifutwa kazi. No. Stop consoling yourself. Ninakuja kukuchochea uamke. Wacha kujifariji ukisema ilikuwa ni bahati mbaya, kwamba hiyo gari tu ilikuwa mkopo na ikaenda hivyo, na tulikuwa na gari tena, ilikuwa ni bahati mbaya. Brother akadrop na akafanya na hakusoma, na ndio maana sisi hatukusoma, baba aliretire. Na wacha kujiconsole. Ukweli ni kwamba someone took charge. Na akasema elimu stop. Kwa hiyo familia, elimu simama. Na akaenda mahali akakubaliana na kwa maneno, na akasema nimekubali ndio. Elimu stop, nimekubali ndio. I am speaking to someone. Kama ni wewe na Mungu akusaidie. Aliyesema stop elimu kwenu ama uovu uje kwenu, leo naomba uinue imani. Aonekane ni muongo. Na kazi zake zikome. Kung'ang'ana kujapo katika maisha, it is not a coincidence. Useme nilifutwa kazi, mbona uliajiriwa? Kwa nini imeisha? Watu futwa tu kazi. Hata mbele yangu silikuwa watu walikuwa wanafutwa. Wewe sio mtu mwingine. Inua mkono wako na useme mimi niko tofauti. Maisha yangu sitapangiwa tena. Sema hallelujah. Get hold of your life.
tumepangiana maisha. Life is programmed. Kwa sababu ukiachiliwa unakuwa tishio kwa wengine. Nami nakwambia fanyika hilo tishio kwa hao wenye wivu, kwa hao walio gizani, kwa hao wanaosema uende chini. Leo utasimama useme kuna kuinuliwa, kuna kuinuliwa. Wakati wanadamu wanasema kuna kuanguka, nitasema kuna kuinuka. Wakati wanasema kuna kufukarika, I will say different. Ninasema kuna kutajirishwa. Wakati wanasema kuna kukwama, nitakataa na ninasema nasonga mbele. Hallelujah, hallelujah. Men by men is a signal to the spiritual realm that clearance has been given. Wanadamu wanaposema ndio, wanaposema amen, ulimwengu wa roho unyamazaki. Unajua tumepewa ruhusa huko duniani. Kwa nini? Spirits don't operate on this earth without man. Maroho hayafanyi kazi katika ulimwengu huu pasipo mwanadamu kuhusika. Shaka pasoke teke ilabridi zikanoza indanaku sabite likrada soka. Kila roho aliingilia maisha yako akapewa ruhusa na mwanadamu mahali. Leo unachukua usukani wa maisha yako kwa damu ya Yesu Kristo, na kila roho itasimama kaparuka. Nini hamkujua kwamba umasikini ni roho? It is a spirit. Nimeona watu wana bidii, watu wenye elimu, watu wenye ujuzi, lakini wanafanya kazi wanaamka zero. Na unaniambia huyu mtu ana nini? Nitakuonyesha mpaka kwa Bible watu wenye ujuzi, skillful men, professionals, si wazembe. Maana uzembe pia ulete umaskini. Wana bidii lakini wanaamka zero. Poverty is a spirit. Petro na wenzake, Yesu anawaambia rusheni neti upande ule mwingine. Wakamgeukia Petro, akamwambia Bwana mkubwa, hebu siku kucha tumefanya kazi, tena si mchezo, ya kuchosha na si ya kubahatisha. We are professionals. We have skill. Tunajua kuvua samaki, tena tumeongeza bidii mpaka tukachoka, lakini tumeinuka zero. But at your word, nisikilize, these things are spiritual. When men say yes, ulimwengu wa roho unaitikia. Either ni demons ama ni Mungu anaitikia. It depends on who says come. Whoever stood on your behalf kwamba ukapate kuwa na sio ya kutosha, leo tunamtangaza ni muongo. Tunamtangaza ni muongo. Kule mababu walikuwa wanasimama na wanajifunga, unapata wanaongea na miti na wanatoa vyakula kule na wanachinja kule, na unafikiria ni miti wanaongea nayo. Na elimu ilipokuja, men became ignorant of that spiritism. Watu wakapata elimu na wakaanza kusema kina baba ni watu wa kienyeji, kina baba ni watu wa kienyeji, and they forgot to deal with it because elimu haitajua kudeal na mambo ya spirit. Only spirit thinks pakata. Mambo ya rohoni huitikiwa na mambo ya rohoni. Na wengine wetu, baba zetu, wakaachilia mambo ambayo waliona baba zao na babu zao wakifanya. They did not deal with them. Lakini leo natangaza, nasema hivi, hilo linasimama na wewe. The back stops with you today. Kazi hiyo inakoma na wewe. Babu yako hakusimama akasimamisha kile baba yake alianza. Mungu aliyekuwa anamuita wa mvua na wakumlinda na wakumletea watoto, bado that spirit speaks. Na baba hakusema, lakini wewe upo, na you come in the light of the gospel. You come in the blood of the Lamb. Na unasema tofauti. Kama hawakusema utasema katika jina la Yesu. One of my mentors zamani, 20 years ago, aliniangalia akaniambia, young man, kama haupendi kile kinaendelea katika maisha yako, badilisha kile unasema. If you don't like what you are seeing, change what you are saying. Ambia mtu, kama upendi kile unachoona, badilisha kile unachosema. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu anasema hivi,
Wacha tusome Mathayo 18:19. Mathayo 18:19. Are you there? Andika tu kwa ajili ya muda na unisikilize. Mathayo 18:19. Media wangekuwa hapo wangetusaidia haraka sana, ungekuwa nairusha. Tunaamini next week tutakuwa na screens. Tena nawaambia ya kwamba wawili wenu watakapofanya nini? Watakapopatana wapi? Duniani. Angalia position ya hao wawili wanaopatana. Wako wapi? Duniani. Angalia vile inaenda. Wawili wenu karadisa kape. May you find a partner. May you find a partner. May you agree with your husband. May you agree with your mother. May you agree with your brother. Wawili wenu watakapopatana kasa kodeka duniani katika jambo lolote. Katika jambo lolote, kuanzia leo tunapatana brother. Unasikia hapa ng'ombe za maziwa hazitawahi pungua 25. Ateni kwa jambo ligani? Kwa hii nyumba malori ya trailer zitawahi koma. Na saa hiyo hata kama hakuna wheelbarrow, don't worry. Yesu anatupatia principle. This is a principle. Wanapopatana kwa jambo lolote hilo naweka mstari. Jambo lolote. May you gather your family. May you gather your family. May you gather your family. And begin to establish kingdom foundations. Ili watoto wenu wakija kufungua macho wapate mliweka reli inayoitwa njia ya msalaba. Kwa jambo lolote watakalo liomba. Maana yake kuomba ni kusema watafanyiwa na nani? Na Baba yangu aliye wapi duniani? Aliye wapi? Na wao wako wapi? Wanakubaliana wakiwa wapi? Simseme vizuri, wanakubaliana wakiwa wapi? Na matokeo yanatoka wapi? Baba ako wapi? Sema sana, Baba ako wapi? May you get someone today and agree with them. Some things must lose your life. Vitu zingine lazima ziachie na ziondoke. Nasema hivi, kuna kuokolewa, kuna kumjua Yesu kama savior, lakini naomba nikwambie Yesu pia ni Bwana. Lakini pia naomba nikwambie Yesu pia ni Kristo. Those are different dimensions of Christ. Na wengi tulibaki kwamba Yesu ni Bwana. I am praying, si chochote kimeandikwa katika Biblia kama unakiona usipokijua na usipokielewa kikusaidii. Not all truth will help you. It does not matter that it is written. What will help you is the truth that is written. Unaisoma na unaielewa na unaiamini. Kama vile ambavyo maandiko yanavyosema, waliamini na wakasema, nasi hapa tunaamini na tunasema. Usiachie kwa kuamini, maana ulipookoka patoseka. Imagine kitu cha milele kama wokovu. This is serious business. Wokovu ambao ni wa milele, uliamini na ukausema na ukaupokea. Anza kuamini leo. Kama ulivyopokea wokovu, hakuna kingine utazuiwa. Amesema lolote lile mtakalo kubaliana hapa duniani, Baba yenu wa mbinguni atawafanyia. And you see men walking and wondering, ni nini iliingia watoto wetu? Mbona walikuwa wazuri wakafika form 3? Ni hiyo shule ambayo ni mbaya, ilifundisha watoto wetu kuvuta bangi. There is nothing wrong with the school. Ni vile uliachilia mtoto akaingia kwa system na wewe haukuwa na any system ambayo uliestablish kwa nyumba yako. Anza kupanga nyumba yako. Program your family by your words. By your words. Why do some men beg and others don't? Why are some men givers and you are not even having sufficient? Kwa nini wanadamu wengine wanaomba na wanaomba wengine ambao wako nazo? Wewe unachagua kuwa wapi? Kwa wale wanaopewa ama wale wanaopeana? I'd rather be a giver. In the mighty name of Jesus, I choose to be a giver. Maana naye peana anavyo. Nasema naye peana anavyo. Inaandikwa umebarikiwa zaidi mkono unaotoa
Father which is in heaven. Alafu 20 anasema hivi, Mathayo 18:20. Powerful. Hawa ni wawili wamekubaliana wapi hapa duniani. Alafu anamalizia anasema, kwa nini baba yetu atasikia mbinguni? Kwa nini wakikubaliana mambo haya yatatokea? Anatupatia sababu 20, anasema kwa kuwa walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina la nani? Kwa jina la nani? Kwa jina la nani? Langu, kwa jina la Yesu, nami nipo papo hapo katikati yao. Hatupigi makelele. Tumekusanyika kwa nini? Kwa jina la Yesu. Babu walikusanyika kwa jina la nani? Lakina Kibelenge, lakina Kabwele, lakina nani, lakina Maji Marefu. Hiyo ni yao. We come and gather in the name of Jesus. Agreement yetu is in the name of Jesus. Na kwa sababu hiyo Yesu mwenyewe yuko katikati yetu kudhibitisha makubaliano yale tunakubaliana. Tunakubaliana kuwa na afya njema. Tunakubaliana miaka nyingi katika jamii hii. Yule mdogo ataishi miaka 97. Tunakubaliana na tunafungulia long life. Yesu yuko katikati. Na mkimaliza mnasema amen. It is established in heaven and God in heaven will do it in the mighty name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Men program the lives of men by sacrificing watu kwa ajili ya chuki na giza iliyojaa katika mioyo ya watu. Watu ingia na wanachukia watoto wadogo kama hawa kwa sababu tu mtu amebarikiwa na mwana, akaenda mbali, akalala kwenye mapango. Wengine wakatoa uhai wao wakaenda mpaka kuzimu, kuona kwamba mtoto mdogo tu ana hatia, anaharibikiwa. Wakaangalia baba wakaona kwa ignorant, haelewi maisha. Wakaangalia mwingine wakajua yule amebaki kwenye lango la wokovu, hakuingia ndani akaelewa maisha yake yanatoa nguvu mahali wapi. Na wakaenda na wakafanya vitu. Can a Christian be cast? The answer is yes and no. Usiniambie no and you are irrelevant, you are ignorant. To the Christian ambaye ako ignorant, curses may follow him. But if you gain spiritual intelligence, unaambia Bwana nipatie hekima nianze kuelewa nimeingia katika jamii, katika kuzaliwa kwa pili. What is this? Unaanza kuwa na insight na kuanza kujelewa unapomtazama Yesu. Then unaanza kusema I am more blessed than how they were cast. I am above and not beneath. Ninaanza kujifahamu na kujelewa mimi ni nani. Laana hizi haziwezi zikanipata kwa sababu nina ufahamu. Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini katika Yohana 8, akawaambia Wayahudi waliomwamini ya kwamba sasa nyinyi mlioniamini mtaendelea katika neno langu. You will continue in my word. After believing you must continue in the word. Na kisha hapo ndipo mtafanyika wanafunzi wangu. Na mkisha fanyika wanafunzi wangu, hatua ya 3 mtaujua ukweli. Shabaka. Na hatua ya 4 ni automatic. Nani mtawekwa huru. You will walk in liberty because you know who you are, because you know who your father is. Kaparote seka. Rekasompataka. Wakati watu walikuwa wanajenga magorofa na ni majirani zenu huko ushago wakiendesha magari, ulikuwa wapi? Ulisema siku moja Mungu atanikubali, Mungu atanisikia, na ukaokoka. Lakini kwao ni vile wanalewa kuendelea. They are drunkards. Hawamjui Mungu wala hata kelele wanapigianga watu kwa sababu wanakesha na madisco. Hawamjui Mungu lakini wanaonekana kuendelea na kutamba mbele. Wewe ni nini liendelea? What happened? You must wake up in the name of Jesus. Yesu anasema hivi kuhusu maisha yako. Nisikilize bwana. Listen to me, word of life. Sikuja kuhubiria ni wafurahishe. No, I am not a time waster. I am in a serious business. Nilikuwa nikiuza madawa. Mungu akaniita akaniambia nifanye hii kazi. And I am humbled kuifanya because ninajua inahusu maisha ya watu. Nisipokuelekeza kwa neno hili nitaulizwa, kwa nini hukuelekeza? Sikiliza maelekezo haya. Yesu anawaambia hivi. Akasema, "Ninyi ndinyi nuru ya ulimwengu." Nuru ikimulika inamulika yote. Inamulika tabia, inamulika wokovu, inamulika biashara, inamulika elimu, kila eneo la maisha. Nuru ikimulika inamulikaga. Na anawaambia basi ng'areni, shine so, ili watu wakayaone matendo yenu.
kumbe hiyo nuru ni matendo, ili watu wakayaone matendo yenu kapaso kamema, na wakapate kumtukuza Baba yenu wa mbinguni. Are you there? Matendo yako yakoaje? When they look at you, waanze kuona kazi yako vile ilivyo, iko na nuru. Kule unaishi kuna nuru. You have a testimony. Kwamba kazi, na mimi I prophesy upon you. You will have a testimony. Utakuwa na ushuhuda. Kapatuza kila word of life. Kama kuna mtu anaamini, you will have a testimony. I know what I'm saying. Na mtu atatoka hapa naenda afunge mlango. Naulize, ni kweli kama maisha inapangwa na maneno, ni nani aliyenipangia maisha inakaa hivi? You better close yourself in a closeness. Na ujiulize maswali. Wako wapi niliosoma nao? Wako wapi walokole wale wengine? Do we have Christian billionaires? I'm not being materialistic. Kuna watu wanatembea katika Afrika milifu. Kuna watu wako, tatizo lako ni lipi? Who programmed that problem for you? Alikaa kwa meza gani iliyofungua ulimwengu wa roho? Akakubaliana na nani? Maana hapa Yesu ametuonyesha kanuni ya wawili wakikubaliana hapa duniani, mbingu funguka. And a different spirit, ile wanayoita pale, inakaa katikati yao. Tumesema revival, 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 revival. Hallelujah. May it be so in your life. In the name of Jesus Christ. Take charge. Nataka nimalize hii tuombe. We have to take charge. Chukua usukani. Chukua usukani. Chukua usukani. Nasema chukua usukani. Kapateka. Wakati uniruhusu, lakini acha nitolee mfano mmoja. Kuna watu walikuwa na ukoma wanne. Na Israeli wakati huo mtu akishikwa na ukoma alikuwa anatengwa na jamii yake, na wanatolewa kwenye mji. Miji ilikuwa inajengwa na inazungushiwa ukuta. So wenye ukoma walikuwa wanapatana na wanafanyika kama jamii kwa ajili ya condition yao. Na Israeli wakaja siku moja, wakavamiwa na adui, wakazunguka, wakafunga milango, adui akakuwa hawezi ingia kwenye mji. Na akaweka kambi pale nje, anangojea mpaka siku atafungua. Adui anajua huko ndani wataishiwa na chakula, anajua huko ndani wataishiwa na maji, lazima tu watatoka. Na ikapita muda mrefu, na adui hana haraka. Na siku moja mtu wa Mungu akainuka akatabiri, na akasema masaa kama haya kesho, tunaelekea saa 7 saa 6, kama haya kesho chakula kitakuwa tele hapa mlangoni. Mtu mmoja ambaye alikuwa anafanya anagemea kwa mkono wake, akasema hata kama Mungu akifungua madirisha mbinguni haiwezekani. Mnabii akamwambia, wewe utaiona lakini hautaionja. Kukienda kupambasuka kesho yake, wana ukoma wanne wako nje, maana wako ndani. Na adui hana haja na wenye ukoma, hata kama ni wa Israeli. They are harmless. Wanakufa na njaa kwa sababu wanategemea relatives wale wako ndani, ndio walikuwa wanatoka wanawaletea chakula, wanawekea mbali, na wanaenda na ndio wanakuja wanachukua. Sasa wana njaa, maana ndani hakutoki mtu. Lakini wanaona drama yote, wanaelewa kule kumefungwa, na wanaona kile adui anafanya, na wakajijazia, wakaelewa adui ana chakula tena kingi sana, na sisi hapa ni njaa inatuua. Nimekwambia utake charge. Hali inaweza ikakuwa tumekamatwa na ukoma, lakini hali ya pili itatulazimisha. Mtu hataamua vile sisi tutakufa, maana njaa ni mtu ambaye amesababisha njaa itupate. Ni adui ndiye amesababisha njaa itupate. Na wakaamua wakasema hatufi njaa. Kifo ambacho ni mwanadamu ameprogram, hicho tunakikataa. Umaskini ambao umeprogramiwa na mwanadamu, kanyagia chini na useme ninakataa. Katika kukwama katika maisha, kanyagia chini na useme nakataa kukwama. Men program the lives of men.
akasema huyo adui, hapo kuna chakula tutaki kujua, hapo ndipo tutaenda. Mkubaliano si wa wawili, si watatu, wako wanne. Niambie kama mbingu itaitikia. Hata Bible iniambia kulikuwa na prayer, hawakupiga prayer, ilikuwa ni nguvu tu ya makubaliano, kwa sababu wamejielewa hao ni kina nani, na wakaanza kutembea. Mungu akiwa juu mbinguni akasababisha hatua zao zikakuwa kama jeshi kubwa, kama mafarasi mamilioni. Wanapiga hatua ili kunatetemeka, wanapiga hatua wanajikokota kunatetemeka. Adui akasikia akakimbia mpaka akasahau farasi. Ushaona watu wakikimbia mpaka wanaacha magari, kuliko watu wengine kwa magari wanaacha magari. Wakati wakapata chakula. Take charge of your life. Niamshe jirani mwambie chukua usukani. Mambo mawili ni muhimu. Niambia nifanye nini? Number one. Tunailete damu ya Yesu Kristo kwa kila kesi. Wewe unajua kesi yako. Okay? By the finished work of the cross, kesi yako itaamuliwa. Maana hizi kesi leo zinaamuliwa. Nasema hizi kesi zinaamuliwa once and for all. By the blood of Jesus Christ. Tukisema damu tunaonaga liquid, lakini damu ni kwa ajili ya legislation. Legislation ni mambo yanayohusu sheria. Inapo hiyo damu nasikia inanena mema, ni kuhusu kushtakiwa ama kushtakiana, ni kuhusu rehema na huruma. Ukisikia inanena mema, maana yake inalia rehema. Makosa yako, lakini rehema inaondoa adhabu ambayo inaweza ikakuja. Ndio maandiko yanasema rehema huinuka juu ya hukumu. Mercy overcomes judgment. Sema amina. So tunaenda kuita damu ya Yesu, na any other time bring the blood of Jesus. Danieli akaanza kuomba na akasema baba zangu walikosa, lakini tusamehe. Leo sisi tuna damu ya Yesu Kristo, na kusema kwamba tumekuwa ignorant, tumekuwa puzi, hatukujua, lakini tuilete damu ya Yesu Kristo ili inene rehema kwetu na ilete hukumu kwa yeyote aliyesema juu ya maisha yetu. Ilete hukumu kwa maneno yanayozungukanga kwa maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Maandiko yanasema kutakuwepo na ukombozi Sayuni. It is today. Number 2, uko na uhiari, na Mungu amekuumba hivyo. Uhiari ni nguvu ya kuchagua, na njia hii ndio peke yake ambayo mtu anapata haki mbele za Mungu. Without the blood you cannot be vindicated. Lakini damu inatutangulia. Ni kweli maandiko yanasema mshtaki wenu ametangulia na anashtaki. Hawajui elimu izuiwe, hawajui afya njema iondolewe, hawajui kile ulifanya ziondolewe, mema yaondolewe, wawe na mikosi. Hakuna kwa mtu atakayeajiriwa miaka 2 mfululizo. Wakianza kujenga nyumba zisiishage, wakianza kupanga mipango ya harusi wasiolewawe, wakiolewa wawe wanarudi nyumbani, wawe wanafukuza wake. Listen to me, watu wanajifunganisha na vitu. Lakini sasa tunakuja mbele ya koti ya Mungu na tunamwambia ni kweli hatukujua mambo hayo, ni kweli hatuwezi tukafanya. Magonjwa ya kijamii, wawe na masukari, wawe na hiki, na ukiangalia mama alikuwa na yule na mjomba, na vitu zinaendelea. Take charge. Unamwambia Bwana ni kweli, lakini sasa damu inene mema, na mimi hapa ninachagua. Ninaona umaskini kwangu, lakini Mungu si kusema ndio kwa hii agreement. Unanielewa? Kwa hivyo hii agreement, ile amina ilisemwa, ili mimi niwe katika hali hii, ninaitisha iondolewe kwa damu ya Yesu.
naitisha hiyo amina iondolewe. Na ukikansel hayo mabaya, usiache hivyo, uanze kupanda. Kama ni magonjwa, ukisema si kusema ndio iondolewe, anza kusema ndio kwa afya. Are you following? Are you following? Kama ni mambo na ndoa, na hiki tunaenda kufanya saa hii, unifuate vizuri. Tunaleta damu ya Yesu Kristo, and God is going to, power is released. Maana unaposema amina, ukubaliana na Mungu katika neno lake, nguvu inaachiliwa. Nakubaliana na Mungu kwa biashara zangu, sitabahatisha tena. Nina uhakika wa faida. Maana mimi ni kama mtu uliopandwa kando kando ya maji. Tawi langu halinyauki, na matunda yangu nazalisha kwa msimu wangu. Huu ndio msimu wangu. Unanisikia wateule? Akili yako isianze kwenda, nisikilize vizuri sana. Kwa sababu kwa maneno ya kinywa chako ila utahukumiwa, kwa maneno ya kinywa chako utahesabiwa haki. Leo tunabadilisha. Nasema leo tunabadilisha. Leo tunabadilisha. Sio kina fulani ndio wanakuaga number 1. Unanisikiliza nini kwa shuleni? Sio hao ndio wanakuaga number 1 peke yake. Hata kama ni wao, number 1 inaweza ikashikaniwa hata na watu 5. Kule number 1 inatajwa, badilisha useme mimi pia niko huko. Unanisikia? Yes, niko huko. I am there. Kule watu wanaamuaga kwamba huyu ndiye atafanya kuwa number 1, huyu ndiye atakuwa number 2. Ninakuja, kwa hiyo prayer inakuleta kwa meza ya maamuzi. Aya. Na kwa maneno yako unaisema, ninakaliwa na hekima ya Mungu. Sitawahi pata tena chini ya 80, sitawahi pata tena chini ya 90. La pakose keteka. Maandiko yanasema yuko Mungu mbinguni anajibu. Atafanya kitu na akili yako na utaanza kuona 90. Aya. Mbona ni kwa nini tuna maripoti? Unasikia mtoto huyu alikuwa very sharp shuleni, kisha ni nini? Havuti bangi, hajaanza kulewa, hajaanza usherati. Suddenly mtoto unasikia ndiye number 3 last. Watoto walikuwa ngapi? 39 na yeye 36. Na huyu si ndiye alikuwa number 2, amekuwa anapata number 4, number 3, number 2. Akipata number 3 analia. Leo yeye ndiye 3rd last. What has happened? Someone has stood. Kuna mtu amesimama katika ulimwengu wa roho, akafuruga ulimwengu wa roho kwa ajili ya mtoto yule, na akasema amina, upumbavu mwangukie. Lakini leo tunasimama, unasema amina, hekima iniangukie katika jina la Yesu Kristo. Amina, hekima iniangukie. Amina, utajiri uniangukie. Amina, natembea katika afya. Amina, natembea katika ushindi. Amina, nitalala vizuri. Amina, nitamaliza jengo langu. Watu wakijenga nitajenga. Watu wakiendesha nitaendesha. Watu wakiitwa wakuu nitaitwa mkuu. Ninambeba Mungu mkuu. Simama kwa miguu yako na uanze kusema maneno kwa kinywa chako katika jina la Yesu. Akapatokeseka laga lipringizika. Sema sasa, sema imani. Watu wakiitwa mwenye imani nitaitwa mwenye imani. Watu wakiitwa watu wakuu nitaitwa mkuu. Maisha yako na tufuati hata bila hizi vitu, na tufuati hizo. We are not worshiping, tunakubaliana na Mungu. Chochote unachoona katika maisha yako, kama haukukisemea amina, unisikilize hapo mlangoni. Yesu, unafanyaga biashara haikuletei faida, au kuisemea amina kwamba iwe hivyo. Magonjwa yanaendaga unaona yanajirudia, au kusema amina kwa hiyo. Be careful. Na uachane na jirani, na tuache kusikilizana huyu ni nini hicho anakataa, ni nini hicho anasema ndio kwacho.
kwa sababu ya nguvu yako ya maamuzi, unaweza ukasema hapana kwa hiki na ukachagua hiki, ukisaidiwa na damu ya Yesu Kristo na kazi aliyofanya. Unanielewa? Hii sio ile kukataa kitingatinga, nakataa tu maskini, nakataa umaskini, nakataa sitaki. There is the blood. Tunailete damu ya Yesu Kristo kwanza, na ndio tuanze kukataa hizo vitu. So be very serious. Hatujui ni nini Mungu atatupatia ibada kama hii. Tulikuwa tunaendelea na Mathayo, but God is bringing this word suddenly. Ni wakati uwe serious. Simama kwa maisha yako. Kama unasikia uextend, uanze kusimama kwa niaba ya jamii yako, it is okay, but let it be kwamba maneno yako leo yata replace maneno mengine yanayo control maisha yako vile ambavyo utaki. Inua sauti yako, inua mikono yako katika jina la Yesu Kristo, na umwambie Bwana, nimesikia neno lako leo. Fasema kwa sauti leo, na uongeze speed kidogo. Roho yako ifunguke. Let your spirit be open. Wachana na akili kukwambia tunaenda nyumbani. Wachana na hayo maneno. This is about your life. Decisions are being made. Tunakuja kwa uweza wa neno hili, na tunakuja kwa meza ya maamuzi ambayo ni koti ya Mungu. Na ndio nakwambia rudia, maana ni kweli kabisa, kwa maneno yako utatendewa haki ama utahukumiwa. Kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Baba, nimesikia neno lako, nimepata nuru. Ni kweli maisha yangu hayako vile yanastahili kuwa. Kwa maneno yangu leo, maisha yangu yakae vile nitasema. Ninakubaliana na neno lako ambaye ni Yesu hapo katikati yetu. Nakubaliana naye, nakubaliana na mhubiri. Mbingu ifunguke juu yangu. Mambo mabaya yaliyotumwa kwa maneno kwa maisha yangu yaondoke leo. Fungua kinywa chako na uanze kuyasema. Ondoa yale mabaya aliyesema. Kama sio wewe ulisema amina, nyamazisha aliyesema amina akafungulia umaskini. Nyamazisha aliyesema amina akafungulia kunang'ana. Nyamazisha aliyesema amina akafungulia kukwama. Huyu anyamaze. Kila neno la kukwama juu ya huduma hii nalinyamazisha, naling'oa katika jina la Yesu. Maandiko yanasema when men slept, wakati watu walipolala, akaja mwingine akapanda magugu. Baba nisamehe, tulilala wakati ambao tulale, lakini tusamehe. Nalete damu ya Yesu kwa ajili ya rehema juu ya huduma hii, juu ya watoto wako hawa katika jina la Yesu. Kule walisema wakwame, magugu ya kukwama na yang'oa katika jina la Yesu. Magugu ya kutokuendelea na yang'oa katika jina la Yesu Kristo. Magugu ya kutopata faida, ng'oa maneno hayo. Ng'oa, haribu uchawi. Uchawi ni maneno haya kwa program. Aliyesema mtaolewa, aliyesema mtaolewa. Ng'oa, nasema ng'oa. Utakuwa na ushuhuda, utarudi hapa na ushuhuda. Jisemee mwenyewe. Umaskini pigwa, umaskini moka, maisha kubatisha moka, maisha kukataliwa moka. Aliyenisema nisipate elimu. Na moa maneno hayo ya wema ya ubaya, ya kung'ang'ana. Shabarada zeka, ni baradoza. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Baba usikie, Baba usikie, Baba usikie. Sikia maneno haya. Ninakataa mapepo yaliyoachiliwa kwa maneno hayo yaondoke. Maagano hayo yavunjike. Ninaondoa hiyo amina yao, naondoa hiyo indio yao, naondoa hiyo makubaliano yao, naondoa waingie kwa kuchanganyikiwa. Makubaliano yao yawe zero. Walioinuka wakajifunga kwa ajili ya huduma hii, kwa ajili ya watoto hawa katika jina la Yesu. Wao maneno yao ya uongo, pokea moto kwenye kinywa chako, pokea moto
kwamba tunaenda kutoka nguvu kwenda nyingine. Your faith is secure. Your faith is secure. Mtu aseme imani yangu iko secure. Sitakuwa kugufugu, sitarudi nyuma. Ninaendelea kupenda neno, naendelea kukua katika huduma. Sitakuwa kugufugu. Katika jina la Yesu sema nina nguvu kila siku unapokuja. Napata nguvu, naendelea katika maombi, katika neno, naendelea katika kutumikia Bwana. My faith is secure. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Word of life. You are a ministry to the nations. Word of life. You are a ministry to the nations. Mito ya maji ya uzima inatiririka kutoka kwetu hapa na inafikia mataifa. Tunaachilia sauti ya uzima, maana sisi we are a beacon of light. Tunaachilia sauti hii ya uzima kwa mataifa, kuanzia Taveta hii na kwenda kwa Kenya nzima na kwa mataifa. Tunaachilia nuru, tunaachilia wokovu. We speak life, we release salvation and redemption to mankind in the name of Jesus. Kuna mtu ananiangalia mahali kwenye runinga, kwenye social media, wherever you are, in the name of Jesus, I hear the Lord say this to you. Distance is nothing. Distance is nothing. Your case is revised. Your case has been found kwamba ulionewa. Liba hose kepata. Na kuna wapili uko hapa na watatu. Kesi yako imeangaliwa, anasema Bwana, na amejua kwamba ulionewa na kwamba sasa inafungwa hivi. Urudishiwe vitu zako, urudishiwe muda wako. Kwenye muda kuna nafasi, kwenye muda kuna faida, kwenye muda kuna kile ulichopoteza. Rudishiwa muda wako. Yes, this is the verdict. Rudishiwa muda wako na iwe kama vile ambavyo umesema, na kesi imefungwa. Wewe ni mshindi, wewe ndio umeshinda in the name of Jesus Christ. It is done, it is done for you. Umeona mwingine ananiangalia, umeona your mother, umeona mama akiteseka na magonjwa hospitali, na unateseka because imeaffect fedha zako, imeaffect fedha zako. Na sio wewe, kile mliweka kama kitega uchumi kwa jamii kimefurugika kwa ajili ya ugonjwa. La paride secolivres inagra shobeto de copitofeka. Ni mtu alikubaliana na ulimwengu wa roho na akadhibitisha mfumo kwa kukubaliana na kusema amen, kwamba kwenu mfilisike kwa magonjwa, muishe kwa magonjwa. Na ndio umeona mpaka uchumi wenu unaniangalia, ndio there. Listen to me carefully. Ninakuja kuharibu huo mfumo uliowekwa na unazungukaga na unawakula, uliowekwa kwa maneno yaliyoshikanishwa na neno amen na neno la tumekubali. In the name of Jesus, whoever spoke on your behalf, ninamuondoa kwa nafasi yake. Aliyenena kinyume chenu akaachilia maneno na akapeleka maneno na majina yenu kwenye madhabahu, kwenye hiyo system. Kwa jina la Yesu ninaharibu kazi zake, ninang'oa hayo maneno, ninayaondoa. Amina yao naifanya sufuri, maana kuna damu ya Yesu ambayo ninailete kwenye agano hili. Agano hili nimelivunja, agano la magonjwa nimelivunja, agano ya kufilisika kwa magonjwa nimelivunja. Katika jina la Yesu Kristo ninalete afya, ninalete uzima. Your mother mahali alipoachiliwe kwa jina la Yesu Kristo. Every disease and sickness go, go, go now. Makosepete likrida sopatapa likridiza in the name of Jesus. Na ninanena afya zilizo kamilifu, afya zilizo dhibitika kwa jina la Yesu Kristo. Muishi na mrudishiwe kile adui aliiba kupitia lango la magonjwa. Kirudi na itamani zenu zirudi, udhabiti wa jamii yenu kifedha urudi katika jina la Yesu. Mahosha kadesha leka radeseka maho
Retapau, lift your hands. Lekara na shenta, soka patose keleka. Edhiri sa honta miaka. Unatimiziwa, kesi inaamuliwa. Nyundo ya akili imepiganishwa na Mungu ameamua. Vile umesema umeita utajiri. It is done, receive it. I release power to make wealth. Katika jina la Yesu Kristo. Every spirit causing poverty, every spirit stopping you from advancing, kila roho ya kutokuendelea, maana it is a spirit, tunaifuta kazi. Wana wa word of life wanazaa matunda. Wana wa word of life, kile wanachoshika kinafaulu. Neema hii ipo na nimeifungulia, iko kwa kila moja. Yoyote aliye chini ya this shade, aliye chini ya uvuli huu, chini ya neema hii, ako hivyo. Hawabahatishi watoto hawa. Wewe adui ujue, these ones they don't do guesswork. Wakiingia kwa kilimo wanafaulu. Wakienda sokoni every application wanafanya inaenda through. Hawakataliki, hawawezi wakazuiliwa. Wanaishi maisha yenye afya na maisha marefu kwa sababu they are moved by the word of God. Their lives are programmed according to what God says. Ndio Yesu akasema mtu ataishi kwa mkate peke yake. Maisha yetu hayako program na kile tunakula tu. Maisha yetu yako program na kile Mungu anasema. Mungu anasema nimekuandalia meza mwanangu. On my right hand sijui ni nani, lakini nasikia Bwana akisema tayari nimekuandalia meza. Na adui zako wanaona, ingia ukule. Wakiona ili nijitukuze katika maisha yako. Receive it in the name of Jesus. Someone receive that in the name of Jesus. Father, we thank you, Father, we bless you. Your husband anapiganiwa. Your husband anapiganiwa. Kalamu iliyochukuliwa kapatuze kila, ifute kazi. Hiyo kalamu ikwame hapo. Kabla isaini chochote nimeikwamisha. Na maneno na makubaliano yaliyokubaliwa kinyume chake afutwe kazi kwa kusingiziwa maneno. Hayo maneno nimeyaondoa. Rabu sabadika, rekeshaka, mister, kwa ajili ya imani ya mkeo hapa na kurudisha kwa kazi yako, hata kama haukujua kile kinaendelea, na kureinstall kwa kazi yako, na nakulete kwa promotion, sio kwa hicho kitu umekalia, kwa mshangao wa maadui zako, ili Yesu akatukuke kwamba yupo Mungu. Receive it in the name of Jesus Christ. Father, I thank you. Kama vile wana wako wametangaza, ndivyo hivyo. Elimu inakaaga huku, elimu tena ya juu. Shekate zaka makosa pataka, elimu inakaaga huku. Mungu wetu yuko nasi. Maandiko yanasema at his right hand there are pleasures forevermore. Nasi tumeketi wa mkono wa kuume pamoja na Kristo. We have pleasures forevermore. We worship you. Hayaya kadosh, 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 shamaka, kadosh. We worship you. The Lord God anasema umekuwa unabisha the wrong door. Makasapati. Huo mlango umekuwa unabisha ufunguke na unalia. Bwana anasema umekuwa unafungua the wrong door. Unabisha the wrong door. Listen to me. Na mlete roho wangu masikioni pako, anasema na wewe. Na huku ukadharau hilo lango unalijua, lakini umekuwa unasema hapana, it cannot be that. That is not my portion. Naona hata ukiomba ukikataa hilo lango lingine. Lakini Bwana anasema ndipo na kuongoza. Lango hilo litafunguka, nenda upishe. This week that door has been waiting for your knock. Lango hilo limekuwa likingojea upishe ufunguke. Wanakungojea huko. Nenda ukalipishe, na wiki hii linafunguliwa. Unarudi hapa Jumapili with a testimony. Unajua kile ninasema. You know what I am saying. Thank you Jesus. Father, we thank you. Father, we bless you. Asante kwa sababu umetenda. Asante kwa sababu Sayuni kuna ukombozi. Tumeujua ukweli na ukweli umetuweka huru. Kama vile wamesema wanao, ndivyo ilivyo. Ni nani wa kusimama na kubishana na damu ya Yesu? Ni nani wa kusimama na kusema maneno haya hayawezi yakatimia? We speak not by our own
might, but by the blood of Jesus and by the Spirit of God. In the name of Jesus. Father, we give you praise. It is done. It is done. Na sote tukasema. Na sote tukasema. Na sote tukasema. Amen. Pigia Yesu makofi. Mazuri.